الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hii ni majlisi ya pili katika majalis za kitab الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة cha الشيخ العلوي rahmatullahi ta'ala alayhi. Na katika majlisi hii tunaangalia shurutu sihhati as-salah, masharti ya kusihi swala. Qala rahmatullahi ta'ala alayhi wa yashtaratu li sihhati as-salati, na hushurutishwa ili kusihi swala maarifatu dukhuli alwaqti, kuwa na maarifa juu ya kuingia kwa wakati, uwe na maarifa na utambuzi juu ya kuingia kwa wakati, biyaqinin, imma iwe kwa yaqin, au ijtihadin, au uwe na ijtihada. Kwa vipi? Kwa kutafuta. Umeenda sehemu uelewe kibla kiko wapi, unajitahidi kwa kuuliza watu, kuangalia mazingira yalivyo, kutafuta kama kuna msikiti au ishara yoyote, kutumia inaingia katika ijtihadi leo kwa kutumia hata busal, ile dira inaitwa dira inaitwa qibla compass, inaitwa Kiswahili ni dira, Kiswahili ni dira inaitwa ile compass, dira kwenda dira, kutumia ile pale, yote inaingia katika jumla ya ijtihad. Wengine wanatumia at-tahari, wengine wanatumia jina at-tahari fi talab al-qibla, kutumia hiyo. Kadhalika au ghalabat adh-dhann, au kwa kudhilibu dhana iliyoghilibu. Kwa mfano, umejitahidi unasema dhana yangu kubwa inaniambia hapa ndio qibla, baina ya dhana na yaqini. Lakini dhana yako kubwa huna uhakika, lakini dhana yako kubwa inasema huko ndo kwenye qibla. Kwa utaswali huko kwa kuzidi ile dhana yako. Fa in salla ma'a shak, akiswali pamoja na shaka, yanaelekea qibla lakini ana shaka, mimi naswali tu lakini huko, anasema lam tasihha salatuhu, swala yake haisihi, kwa sababu hana yaqini kule aliko kama ni qibla au sio qibla. Lakini akiswali na shaka, swala yake haisihi. Wa yashtaratu ma'rifatu qibla, na ni sharti kutambua qibla katika swala. Wa yajibu satru al-awra, na ni wajibu kusitiri uchi ambao umebainishwa na vitabu vingine. Yeye hakubainishi, kana kwamba anakuambia kabla kusoma kitabu hiki usome vile vingine ambavyo vimebainisha, ambao baina surra wa rukba awratu ar-rajul. Useme hivi lakini vitabu vingine vyote havisemi. Isipokuwa Abu Shujaa, tena sio Abu Shujaa, ni Ibn Qasim, na amesherehesha kwamba nia nawaitu sawma ghadin an adai, ndio amesherehesha, lakini kitabu hakijasema nia. Idhan huyu pamoja kwamba hajasema lakini tunaamini kwamba anasema. Kwa sababu gani? Aslul madhhab, alqaida inda almadhhab. Ukijua usulu za madhhab, hata kama hayajatajwa kwenye baadhi ya vitabu, maadamu madhhabu haya asili yake ni kutamka nia, tutabebesha kwamba wanatamka nia kwa sababu ndio asili katika madhhab. Tumeelewana vizuri? Anasema bisatirin, kwa chenye kusitiri, tahirin, kilichokuwa tahara, mubahin, tena kilichokuwa mubah, usio umekiiba, au cha haram, kiwe ni mubah, kiwe mubah. Asitiri aura. Na wayajibu raf'u an-najasati, na ni wajibu kuondosha najis min ath-thawbi, kutoka katika nguo anayoswalia mtu siwe na najis, wal badani, na sehemu anayoswalia isiwe na najis, wal makani, maalish badani mwili wal badani, mwili anayomswaliji usiwe na najis, wal makani, na sehemu anayoswali pia isiwe na najis. Wayajibu ala alqadiri, na ni wajibu kwa anayeweza, an yusalli alfardha, aswali swala ya faradhi, qaiman, hali ya kuwa amesimama. Uswali hali ya kuwa umesimama kama
unaweza. Kinyume chake kama hauwezi utaswali aliyekuwa umekaa. Salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jamb, kama katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Furudhus sala, faradhi za swala, na hiki tunaona ndo miongoni mwa vitabu vichache vilivyoelezea nguzo za swala kama furudhus sala. Hizi ni furudhus sala, lakini akusudia arkanus sala. Arkani za nini? Za swala, yeye amezitumia kama furudhus sala. An-niyya, nguzo ya kwanza au faradhi ya kwanza ni nia. Ya pili, wa takbiratul ihrami, takbira ya kuhirimia ma'a niyya, pamoja na nia. Na wengine wa define wanasema an-niyyatu inda awwal fi'li as-salah, kuwa na nia wakati unapoanza kufanya kitendo cha kwanza cha swala, pale unataka uwe na nia, tena uihudhurishe moyoni, unasema Allahu akbar, kwamba hapa mimi sasa naswali ya dhuhuri, Allahu akbar. Ndio wengine wakaona kwamba lazima uiseme, yani moyo unafanya istihdar, ulimi unausaidia moyo kutamka. Wa hadha sunna inda Shafi'iyya wa bid'a inda baqihim. Bid'a kwa sababu haikuthibiti kutamka nia, lakini Shafi'i anasema watalaffudhu biha sunna, والتلفظ بها سنة عند الشافعية. أما عند غير الشافعية والتلفظ بها بدعة. وقراءة الفاتحة، كسوما سورة الفاتحة ننجوزو بالبسملة، كسوما بسم الله، كسوما سورة الفاتحة وبسم الله ننجوزو. هذا عند الشافعية لازم وانز بسم الله الرحمن الرحيم. lakini isieleweke kusoma bismillah maana yake ni kuidhihirisha. Kasema kusoma hakulazimisha kudhihirisha, unaweza ukasoma lakini hujafanyaje. Madhhabi ya Shafi'iyya na Hanabila na wengineo illa al-Malikiyya tunakubaliana kwamba bismillah inasomwa na ni aya katika suratul Fatiha, isipokuwa Malikiyya wao hawaoni kama bismillah ni aya katika suratul Fatiha. Idhan kwa wao sio wajibu kusoma bismillah katika suratul Fatiha. Ama nahnu Shafi'iyya, kwa sababu tunaitakidi kama bismillah ni aya, lazima tuisome katika suratul Fatiha. Na kuisoma kwake kuna njia mbili, imma uisome kwa kuidhihirisha au uisome pasi na kudhihirisha. والتشديدات ال14 شدة za suratul Fatiha ambazo ni 14. Bismillah ya kwanza, Ar-Rahman ya pili, Ar-Rahim ya tatu, Alhamdulillah ya nne, Rabbi ya tano, Al-Alamin, Ar-Rahman ya sita, Ar-Rahim ya saba, Maliki yaumiddin ya nane, Iyyaka na'budu ya tisa, wa iyyaka nasta'in ya 10, ihdinas siratal mustaqim ya 11, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ya 12, alin ya 13, ya 14 iko hapa tumeacha, alladhina ahsanta alladhina ya 14. Kwa hiyo ukisoma sura al-Fatiha hizo shadda zote lazima uzilete. Akasema wa ikhraj ad-dadi min adh-dha'i, maana na uitoe dadi katika dha. Wa laysa fil Fatihati dha'un, na hakuna katika sura al-Fatiha dha. Usiseme ghayril maghdubi alayhim wala dhallin, sio ghayril maghdubi, sio maghdubi, ni maghdubi, sio wala Allah, sio wala Allah, hiyo ni lam. Wala Allah, wengi wanasoma wala Allah, ulimi unaweka juu ya mwamba hapa, hiyo ni lam. Kama unasema Allah wala Allah, hiyo ni lam, ni wala Allah. Yani Ibn Kathir alayhi rahmatullah katika mukaddima wa tafsiri yake, au kwenye tafsiri ya sura al-Fatiha, alipokuja kuzungumzia namna ya kutamka wala dhalin,
kwa mtu ambaye hajui kufarakisha, kutofautisha baina ya dad na dha. Akitamka dha kwenye dad yujziuhu dhalika, kasema inajuzu, kwa sababu makhraj ya dad na dha ni mamoja, ambao ni nini? Ulimi. Inatoka kwenye nini? Kwenye ulimi. Dad inatoka kwenye hafatul lisan maa al-adras, kwenye ukingo wa ulimi. Dad inatoka kwenye ulimi. Usi na ulimi, huu ni ulimi. Dad inatoka huku hapa, ima useme wala ba ulimi upeleke upande huu, upeleke kwenye jino kama unaongata, wala ba au kulia, wala maghdubi, sio maghdubi au maghdubi, wala ba huku. Dha inatoka hapa tarafu lisani maa athanaya al-ulya, dha wala dha au ndio athanaya al-ulya, atraf athanaya al-ulya hapa, au الظالمين الظا، lakini ulimi wote dha inatoka hapa, alafu unaweka kwenye ncha za meno dha, alafu unakuwa na, lakini badi na dha zinashirikiana kwenye sifa ya nini? Isti'la. Kata hurufu za isti'la ni dadi na dha, unasema fahathahu, unasema khussa dhaghtin qidh, khussa hurufu al-isti'la, khussa dhaghtin qidh. Hurufu isti'la ambazo wasifu wake ni kuwa juu, isti'la nzito. Ila badi iko na dha iko, hurufu isti'la. Ila badi na dha zinashirikiana kwenye sifa kuwa isti'la. Kwa hiyo Ibn Kathir alayhi rahmatullah anasema atakayeshindwa kutamka bad akatamka dha yujzi'u dhalika, kwa ila hiyo anasema zinafikiana kwenye sifa na makharaji yao yanatoka wote kwenye ulimi, zinatoka zote kwenye ulimi. Tofauti ya dad ni pembezoni mwa ulimi na dha inatoka kwenye ncha ya ulimi maa atrafi thanaya al-ulya, kwenye ncha za meno ya juu. Lakini pia katika kusahihisha tilawa, maimamu wengi wakubwa hata hapa mjini kwetu wakubwa mashuhuri wanasoma dad, wasema Allah wala Allah, sio Allah, hiyo ni lam, sio wala Allah, ni wala dha, wala dha ni dad, sio ladi, ni dadi, wala dha, na sio khairil makhdubi, sio makhdubi, ni ghain, sio kha, sio makhdubi, ni sio sio makhdubi, ni maghdubi. Dadi na sio nini? Sio dadi, sio la, hiyo inakuwa ni lam. Allahu ladi, sio ladi, ni dad. Ndio maana anasema ikhraju dadi min Allah, uitoe dadi katika dha. Dadi kitu kingine na dha kitu kingine. Dha ndio mnaita nyinyi vwe, ndio hiyo dhaun. Walaysa fil fatihati dhaun, katika sura al-Fatiha hakuna dha, haipo abadan, kuna dad. Lakini uchochoro huu nimekupatia kama alivyotaja Ibn Kathir katika tafsiri yake, mukaddima wake, kwamba itajuzu kusema dha kwa mtu ambaye ameshindwa kusema dad. Rejea hiyo utakuta katika tafsiri Ibn Kathir alayhi rahmatullah, kwa sababu kuna baadhi ya watu Allah amewaumba
herufi wasipati. Kwa mfano kuna baadhi ya makabila tulokuwa nayo hapa Tanzania, ukimwambia aseme ghain, mpaka asubuhi anasema ain, ain al-ma'dubi, ain al-ma'dubi, hana gha, ain al-ma'dubi. Wapo hawezi ghain, wanasema ain al-ma'dubi, ain al-ma'dubi. Ile kwake ni kubwa, na hii ni intibaa ya herufi. Kuna baadhi ya watu herufi fulani ndo zina nguvu kwao kuliko herufi nyingine. Istaghfiru rabbakum, hapo utashekhe utasema au ghaini na kaf, astaghfirullah ni astaghfirullah. Kwa hiyo ni masala, nukta muhimu ambayo mabhathi yake ni kwenye masala ya tajwid. Kwenye tajwid utakutana na hayo makhraji ya badi na dhani hivyo. Thumma rukuu, kisha kurukuu ni nguzo ya swala. Wayajibu, na ni wajibu, an yanhania, ainame, bihaithu, kwa namna ambayo tanalu rahatuhu, kinagusa kiganja chake, rukbataihi, magoti yake. Jamani, nimetumia lugha ya kiganja. Kiganja kwa lugha ya Kiswahili ni hiki chote, nje ndani ndio kiganja. Lakini Kiarabu arraha ni hapa. Arraha ni hii sehemu ya kufinyangia tonge, ndio inaitwa arraha. Hii hapa pekee ndio inaitwa arraha. Lakini Kiswahili ni kiganja hiki. Hapa ndio inaitwa arraha. Ila unaporukuu hii sehemu ndio ikae kwenye magoti. Ishike goti. Alafu vidole unavichangua. Yulqimu biha rukbatahu, kama Sheikh Al-Albani anasema katika salatu an-nabi. Unalisha, unavalisha huu mkono wako ile goti. Usifanye hivi au ukashika goti kwa humu. Ngoja nionyeshe kwa mfano hapa. Usirukuu hivi ukashika goti namna hii. Usifanye hivi, bali hivi. Alafu na achia vidole hivi. Maana hiyo sio hivi au unashika chini huku. Unashika kwenye magoti hapa. Unaachia hivi. Usipeleke huku nyuma. Ukashika hivi, ukategemea hivi. Ni hivi. Alafu unakaa katika sura kama namna hiyo. Ndio wanasema uiname, kiganja chako kishike magoti. Wayatma'innu fihi, na atulizane kwenye rukuu, sio anesenese. Karukuu ananesanesa namna hii kama pulling imebinya break hivi. Afanya namna hii, mtu mwingine ananesanesa kwenye rukuu namna hii. Usinesenese, ukienda tulia. Tena akasema wujuban, ni wajibu kutulizana hapo, kwa sababu kutulizana kwenye nguzo pia ni nguzo. Kwa unaweza ukapatia nguzo ya kurukuu ukakosa kutulizana, hakuna utulivu. Au yule anaenda Allahu akbar, sema Allahu man hamida, Allahu akbar, yani anadonoa, yani huyo hana itminani, hana tumanina. Na yule sahaba ambaye mtume alimrudisha akaswali tena, kwa sala yake wanasema anatoa ilikuwa ni tumanina. Hana tumanina, hatulizani akiswali. Mtume akamwambia rudi kaswali au hujaswali, kwa sababu hana tumanina. Asema hatta taskuna a'dha'uhu, mpaka vitulizane viungo vyake vyote. Hiyo ndio tumanina. Kwa ukisema mfano Allahu akbar, hapo ndio umeshatulizana. Vitulizane, mwili ulikuwa umesimama, unasema Allahu akbar, hata haujafika vizuri viungo unavilazimisha virudi tena, utatenyuka kiungo. Alafu utafute nani kafanya. Sababu kwa kawaida inawezekana kiungo shakiamrisha kiende Allahu akbar, hakijafika kilipoenda, unakilazimisha kirudi pale pale wakati huo, kiende na kirudi, lazima utapata matatizo. Kwa hiyo ukienda Allahu akbar, hata kwa kadri ya kusema subhana rabbiyal azim moja tu, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, inatosha kutulizana. Sami'a Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. Si unatulia, swala yako inakuwa ni fupi, unaswali kwa haraka, lakini kuna kutulizana. Sami'a Allahu liman hamida, Allahu akbar. Ya akhi, unawahi wapi? Unawahi nini? Sami'a Allahu liman hamida, tayari mtu kasha kama tanguo namna hii, sasa aenda zake. Au kama ni maamuma kaganda hapa anasubiri imamu, sasa anasubiri imamu anasema
anaenda mbio kama treni ya mama. Haya, kwa hiyo ni kitu muhimu. Itmiinan, watu wengi katika sala wanakosa hiyo issue. Thumma al-i'tidal, kisha i'tidal ni kunyanyuka kutoka katika rukuu, wa yatma'innu fihi, na anatulizana hapo wujuban. So ukisema sema Allahu liman hamida, ndio wewe kila muda ndio suruali yako ndio ufanye namna hii, ushike suruali ufanye hivi. Shekhe, tulizana hapo, unahangaika nini? Wewe ndio kwa kufanyia nguo yako namna hii, sasa hapo ndio uweke nguo sawa. Tulizana, sema Allahu liman hamida, tulia. Basi tu haijuzu kufanya hivi. Mtu ungemwona anafanya kwenye swala namna hii, ajinyoshe watu ilikuwa nafaa, ngona mtu anafanya ajinyosha kwenye swala, lakini ndio haiwezekani. Kwa mtu au nasikia sema Allahu alhamdulillah, nasikia anavunja, mwingine anaenda kupigana na rukuu hapo, lazima avunje shingo namna hii. Tulia, acha papara. Thumma yasjudu marratayn, kisha anasujudu mara mbili. Kusujudu mara mbili pia ni nguzo. Wal julusu baina sajdatayn, kikazi baina sajida mbili. Unaenda kusujudu, unarudi unakaa, hiki ndio kikazi, alafu unaenda unasujudu tena, hiyo pia ni nguzo. Wa yatma'innu wujuban fil kulli, na anatulizana kwa uwajibu katika nguzo zote, sajida ya kwanza, sajida ya pili, na hicho kikazi, ndio maana ya fil kulli. Wa yaf'alu baqi ar-rak'ati kadhalika, na atafanya rakaa zilizobakia zote hivyo, kutulizana na kwa utaratibu kama huu. Wa tashahhud al-awwal, tashahudi ya kwanza, wa qu'uduhu, na kikazi chake sunna. Ifahamike hiyo, tahiyatu ya kwanza na kile kikazi kwa ajili ya tahiyatu ya kwanza ndo qu'uduhu, kikazi chake ni sunna. Sunna hii maana yake ni nini? Imamu ametoka kwenye sijda ya pili, akasahau, akasema Allahu akbar, ameenda kwenye rakaa ya tatu. Wewe maamumu unapokuwa nyuma ya imamu, anakuwa unajua fiqh ya swala, usimwambie imamu subhanallah, usimwambie subhanallah. Ukimwambia subhanallah, maana yake unamwambia acha hiyo nguzo, njoo kwenye hii sunna. Kusimama huko ni nguzo, kurudi hapo ni nini? Sunna. Kwa imamu akiacha kwenye sijda akarudi, swala imekufa. Kwa sababu gani? Huko alikofika ni nguzo, uruhusiwi kuacha nguzo kwa sababu ya sunna. Hapo inakuwa imekufa swala yote, ama swala ya dini. Kwa wale wasema subhanallah kuzima kama wale ambao wana darasani, kama ka stand na mlaini. Kwa subhanallah bali imam sasa, illa isipokuwa sasa imam akiwa haja nyooka, Allah subhanallah, akiwa hapa haisaliki imam kafika kwenye hii nguzo, hajafika bado. Kwa maana yuko hapa akiapa subhanallah azza au mwingine hukumbele yeye Allah hapa, swala inakuwa iko haina shida. Kwa hiyo hiki kikazi ni sunna. Wewe ulikuwa umelala, unauliza nini na ulilala? Ndio ulikuwa unakifikiria. Jamaa kalala. Sikiliza basi kwanza. Jamaa kalala. Aitwa Abu Nuas. Abu Nuas maana yake ni baba wa usingizi. Nuas ni usingizi. Huyo Abu Nuas ndio sasa nafikiri anaitwa Abu Nuas. Hadithi za Abu Nuas. Katika majlis ya khalifa akasema asilale mtu, akilala mtu nitamuua. Hamna kulala mtu. Huyu bwana lazima yalale. Akasema sawa bana, wewe kama hivyo bana usilale. Mimi silali bwana, kakaa kimya kalala. Khalifa anaongea, jamaa usingizi unakuja. Akalala bwana kweli. Kalala. Ambia tayari jamaa. Akabu shamwajibikia. Akaamshwa. Umelala. Asa mimi sijalala.
Kwanza kanuni chukua. Wanaolala wote lazima abishe hajalala. Hiyo chukua. Anayesinzia yote lazima abishe kwamba haja. Hiyo chukua kanuni, lazima iwe hivyo. Akaambia mimi sijalala bwana. Umefanya nini kumbe? Anasema nilikuwa nafikiria Allah subhanahu wa ta'ala alipochimba bahari mchanga aliweka wapi? Na ni bahari yote alipochimba vile udongo kaenda kuweka wapi? Kwa hiyo nilikuwa ninatafakuri hapa nafikiria kweli kweli. Unaona? Kwa basi majlisi nzima ikacheka, akamwambia basi tumekuacha. Wewe endelea tena kutafakari vitu kama hivyo. Unaona? Swali lako sasa. Lakini umelala. Asante. Maarufu lazima ubishe hujalala, Kutulizana tumanina, mfano mzuri kabisa kwamba utakapokuwa umesahau kaenda juu. Alafu ukakumbuka katika juu kurudi chini swala ya kumi. Ndio. Tuko hapo. Sasa shida inakuja hivi. Mboni hapa kuna mmoja kati ya sisi akasema kwamba sunna kwa mashafi kwenye udhu. Yeye kasema hilo kwenye udhu, sio kwenye swala. Kwa sababu hii nayo madhhabu mengine hii pia nao ni sunna. Taban, yani wewe unataka utucheleweshe. Jamani, lazima tufahamu kwamba sunna ina muradi. Sunna ina mitazamo mitatu. Tunasema as-sunna mathalan kuna as-sunna inda al-muhaddithin عند المحدثين كنا السنة عند الفقهاء كنا السنة عند الأصوليين watu wa hadith sunna wanaidefine vipi na kuna sunna kwa watu wa fiqh wanaidefine vipi na kuna sunna watu wa usulul fiqh. Watu wa usulul fiqh hawajatofautiana sana na watu wa hadithi. Ila ukisikia sunna kwa watu wa fiqh sio sunna kwa watu wa hadithi. Watu wa fiqh ukisema sunna wao wanamaanisha kitu kingine kabisa. Watu wa fiqh wao wanamaanisha sunna ni ile ambayo mtu akifanya anapata thawabu, akiacha hapati dhambi. Kwa hiyo watu wengi ukiwaambia mfano kukata suruali juu ya kongo mbili sunna, analeta tafsiri hii ya fiqh kwamba nikikata napata thawabu, nisipokata sipati dhambi. Wanachukua tafsiri yao, nao ni makosa. Maana ya sunna zote kwenye masala ya kidini ni kwa maana ya muhaddithini. Kwa maana wanadefine vipi watu wa hadithi? Sunna ni kauli za mtume, vitendo vyake na takrirati zake. Mambo ambayo mtume kafanya ni sunna, mtume kasema ni sunna, na nilifanyika mtume akakiri, hiyo pia ni sunna, hata kama hajaongea au hajafanya yeye, lakini litendeka, taarifa ikamfikia au akaona, hakukataza, hiyo inahesabika ni sunna. Kwa hiyo kuchukua sunna ya muhaddithun kuileta mafukaha haya ni makosa. Kwa mfano ukiambiwa mfano kutia ndevu ina ni sunna, sio sunna hii, ni sunna kwa sababu mtume kafanya. Si sunna kwamba kufanya unapata thawabu, ukiacha unapata dhambi. Ingawa lile linalo likaingia katika maana hiyo, lakini sunna inayokusudiwa kwenye masuala ya sheria ni hii, sio hii ya watu wa fiqh. Umejaribu kupambana kuprove kwamba hujalala kwa kuniinua nisherehesha kwa ubaoni, lakini ulilala. Haya, tutachelewesha adhana kidogo. Adhana tutachelewesha ili tumalizie kipande chetu. Haya, kwa hiyo watashahud al-akhir, tashahudi ya mwisho, waljulusu fihi, na kikazi kwa ajili ya tashahudi ya mwisho, fardun, ni nguzo, ni faradhi, hiyo ni nguzo, sawa. Wassalatu ala an-nabii baada at-tashahhudi, na kumswalia mtume baada ya tashahudi ya mwisho. Wa qabla as-salam,
na kabla ya kutoa salamu fardhu, hiyo ni faradhi. Maana yake kumswalia mtume wa tashahudi ya mwanzo sio nguzo, kama ambavyo tahiyatu pale sio nguzo, basi kumswalia mtume wa tashahudi ya mwisho ndio nguzo. Anasema wasalamu min as-salati, kutoa salamu kutoka katika swala ni faradhi, nguzo. Wa aqallu salami, na uchache wa kutoa salamu ni kusema assalamu alaikum. Mtu akisema upande wa kulia tu assalamu alaikum, khalas ametoka kwenye swala. Anaweza akala akanywa akazungumza baada ya hilo neno tu. Wa aqallu at-tashahhud al-wajib, tashahudi ya wajibu uchache wake na haya maneno ameyataja al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu al-Adhkar. Kitab al-Adhkar anasema uchache wa at-tahiyatu ni nini? At-tahiyatu lillah, ama ile salawatu at-tayyibatu al-mubarakatu, yani ni maneno ambayo hata akiondoka hayaathiri kwenye tahiyatu. Salamun alayka ayuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, neno la pili. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin, la tatu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sentensi nne hizo ndio za wajibu kwenye at-tahiyatu, ndio wajibu wa at-tahiyatu hizi. Hao wengine wote hata ukiacha sio wajibu kwako na tahiyatu yako inakuwa imesihi. Tumeelewana vizuri? Maneno haya ameyataja al-Imam an-Nawawi katika kitabu al-Adhkar, kadhalika ukienda utayakuta. Wa aqallu salati ala an-nabi, uchache wa kumsalia mtume ni kusema Allahumma salli ala Muhammad. Kadhalika al-Imam an-Nawawi ameyataja al-Imam al-Ghazali kadhalika katika kitabu kinaitwa Bidayatu al-Hidayah. Kadhalika ameashiria Ibn Qasim al-Ghazzi katika sharh ya Abi Shujaa, ukirejea huko utakuta. Maana tukisema tuseme na reference ili mseme mkatudandia baadaye. Maneno yako mazuri umeyatoa wapi? Na hizo sehemu nenda karejea huko, tunakutajia rejea huko. Wayambaghi an yati bisunani jami'iha, na inatakiwa alete sunna zote. Katika sunna za swala ni nini? Takbiratul intiqal, Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Hizi katika sunan wanakuwa uzilete zote, wa hiya kathiratun jidda, nazo ni nyingi, uzilete. Wayambaghi al-i'tina'u bil ikhlas, na inatakiwa mtu atilie umuhimu, azingatie swala la ikhlas. Nao ni nini? Wa huwa al-amalu lillahi wahdahu. Ikhlas ni kufanya kazi au kufanya amal kwa ajili ya Allah peke yake. Maana ukiswali uswali kwa ajili ya Allah, ukifunga funga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayambaghi, na inatakikana al-hudhuru, kuhudhuria kwenye hiyo amali unayoifanya. Kivipi? Wa huwa nako an ya'lama, afahamu bima yaqulu, anayoyasema, wa yaf'alu, na anayofanya. Kwa katika swala ujue unasoma nini. Alhamdulillahi rabbil alamin, ujue kwamba mimi nasoma. Lakini usome kimazoea kiasi kwamba unasoma at-tahiyatu na haujui, na sema suratul Fatiha unasoma at-tahiyatu alafu haujui, au sehemu ya at-tahiyatu unasoma Fatiha na haujui. Hapo maana yake hauna hudhur, moyo wako umeshughulishwa na kitu kingine, hauna hudhur katika swala. Kwa hiyo hudhur maana yake nini? Ujue unasoma nini na ujue unafanya nini. Wal khushu'u, na unyenyekevu maana yake wa huwa sukunul a'dha'i, kutulizana viungo. Mtu akiwa na swali maana kajikuna kuna kafanya hivi, hana khushu'i huyu kwenye swala kwa sababu viungo vyake havijatulizana. Wa hudhurul qalbi, moyo huo umetulizana. Mtu anaswali mpaka hajui kaswali rakaa ngapi, maana yake moyo wake ulikuwa hauko hadhi kwenye swala. Wa tadabburil qira'ati, na kuzingatia kisomo, hasa ikiwa imamu ana sauti nzuri. Wa tafahumuha, na kukifahamu kisomo. Na hizi ni miongoni mwa sababu zinazoleta khushu', kama anavyosema Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Miongoni mwa mambo yanaleta khushu' katika swala, kuangalia maudhi'u sujud. Ukiangalia sehemu ya kusujudu panapata khushu'. Tena kidevu usikiweke kwenye shingo, wanachoona wamekataza hiyo, usiweke namna hii. Kidevu usiweke kwenye kifua, inama, lakini kidevu kisiguse wapi? Kifuani, unainama tu hivi. Angalia sehemu ambayo unasujudu pale. Hii ni miongoni mwa sababu za kuleta utulivu kwenye swala. Lakini pia kuzingatia kisomo cha imamu, kama ikiwa swala ni ya kusoma, na kama swala ya kimya kimya, zingatia kisomo chako wewe mwenyewe, ujue unasoma nini.
moyo wako uhudhurishe ndani ya swala, tuliza viungo vyako, hapo utapata khushu'. Fa inna ma yataqabbalu Allah min as-salat, hakika anakubali Allah katika swala biqadri al-hudhuri, kwa kiwango cha kuhudhuria. Ukihudhuria sana ndio swala yako unalipwa sana, ukihudhuria kidogo malipo pia yanakuwa kidogo. Kama unavyosema hadithi ya Ibn Abbas, mtu ataswali na hapati katika malipo ya swala isipokuwa theluthi tu au 1/10, ushur au robo au nusu, kulingana na imani yake na utulivu wake kwenye swala. Kwa hiyo kumeswala malipo yake inawezekana yakagawanyika. Mtu kaswali kapata nusu tu, basi ile nusu nyingine hajafanikiwa, kapata robo tu, kapata theluthi tu, kapata kiduchu. Huyu mwingine hajapata chochote, ila hajapata madhambi ya kule kuswali, manake ameondoa ile dhima, kwa sababu asingeswali angepata dhambi na angeandikiwa haja swali. Lakini maadamu ameswali, ile dhima ameondokana nayo, lakini thawabu hana thawabu. Kwa sababu gani? Hana hudhur, hana khushu'i ndani ya swala, vitu vingi hana ndani ya swala. Kama ambavyo mshirikina unaambiwa akienda kwa mganga swala zake zikubaliki siku 40, lakini wajibu wa kuswali anao, ili aondoe dhima kwa Allah ya kuswali, lakini thawabu hana. Akiacha kuswali ana dhambi hizo mbili, ya ushirikina na kuacha kuswali. Wa yahrumu ar-riya'u fi as-salat, na ni haramu kufanya ria katika swala, kujionyesha. Unaswali kwa kujionyesha, unataka watu wakuone, mwenyewe ukija pale Allahu akbar bismillah, yani unabembea. Umar kamkuta jamaa mmoja anaswali kaeka shingo namna hii, iyyaka na'budu, kamata shingo kamweka hivi, tulia, attaqwa hahuna laysa hahuna. Anaambia ucha Mungu kwa moyoni, sio shingoni hapa. Unaswali hivi nini? Ndio tukuone mcha Mungu sana? Rudisha shingo, kaa hivi sawa, ucha Mungu kwa hapa, sio kwenye hivi. Jamaa kaingia msikitini anaswali, Allahu akbar. Kwa jamaa amekaa kama pale pembeni, wanamtizama hivi anavyoswali. Kamaliza kaenda kuwasalimia, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh mashaallah, swala yako umeswali vizuri. Akaambia na leo pia nimefunga leo. Leo pia nimefunga leo. So hiyo swala tu pia nimefunga leo. Hili kwa nini watu waonyeshe kwamba wewe bana wewe una hivi na hivi na hivi? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah fiha illa qalila alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Si ndio? Usiswali kwa kujionyesha ndani ya swala. Kuswali kwa kujionyesha au kwa uvivu ni sifa za wanafiki. Hasema wa huwa al-amalu li ajli an-nas. Riya ni kufanya jambo kwa ajili ya watu. Kaida yachukua al-amalu li ajli an-nas riya. Al-amalu li ajli an-nas riya. Kufanya amali kwa ajili ya watu ni riya. Al-amalu li ajli an-nas riya. Sasa wa tarku al-amal خوفا من الناس شرك. sawa na kuwata'amali kwa kuogopa watu, hiyo ni shirk. Al-amal li ajli an-nas riya. sawa, kufanya kazi kwa ajili ya watu ni nini? Riya, ili watu wakuone. Na kuacha kufanya amali kwa kuogopa watu wengine, hiyo ni shirk. Na watu wengi sasa hivi tunaingia kwenye hii ya chini. Mtu huenda akaepukana na riya, lakini akaingia kwenye hii. Unaambia shekhe, twende bana, kuna darasa sehemu fulani, nakwambia mimi naogopa bana, nikienda pale nitaonekanaje mimi? Yani anaanza kufanya amali kwa kuhofia watu wengine, hiyo ni shirk. Ni shirki hiyo. Bana, mbona ufanye kitu fulani? Mimi naogopa bana, nitaonekanaje? Watanisema wenzangu. Hiyo ni shirk. Ukifanya kwa ajili yao ni riya. Na ukiacha kufanya amali ya taa au ibada kwa kuwahofia wao, hiyo ni shirk. Kwa sababu anakuwa umhofia Allah subhanahu wa ta'ala na sio kuwahofia watu. Tumeelewana vizuri? Hiyo kaida, huo msingi ni mkubwa sana katika amali zetu na matendo tunayoyafanya. Mubtilatu salah, tukiwa tuko mwishoni madarasa yetu ya leo, vibatilishi vya swala. Tumesema adhana tutaichelewesha.
adhuhuri ni ndefu. Kama kuna mtu tutamkwaza tu hii radhi, anaweza akasogea misikiti mingine ya karibu ambayo itaswali kamili biidhnillah ta'ala. Wa yubtilu as-salata, na yanabatilisha swala al-kalamu amdan, kuzungumza kwa makusudi kunabatilisha swala. Ukiongea kwa makusudi walau biharfaini, hata kama ukiongea herufi hizo mbili, umeshakula si mbili hizo, swala huna, maadamu umeongea kwa makusudi, si ndio? Walau herufi mbili una swali si ndio? Na kwa nini wazingatia herufi mbili? Kwa sababu Allah amezingatia herufi mbili ni kuzungumza. Inda qawlihi ta'ala fala taqul lahumā uff, Allah kazingatia uff ni maneno. Kwa ukisema uff swala huna. Wa nasiyan in kathura, na kuongea kwa kusahau kunabatilisha swala. In kathura yani al-kalam, maneno yakiwa mengi. Maneno machache kwa makusudi yanabatilisha swala, na maneno mengi kwa bahati mbaya yanabatilisha swala. Lakini mfano ukaongea kwa bahati mbaya maneno machache, swala haibatiliki. Ukiongea maneno machache kwa makusudi, swala inafanyaje? Inabatilika. Ukiongea maneno mengi kwa bahati mbaya, swala inafanyaje? Inabatilika. Maneno mengi kwa bahati mbaya, swala inafanyaje? Inabatilika. Maneno machache kwa makusudi, swala inafanyaje? Maneno machache kwa bahati mbaya haifanyaje? Haibatiliki swala. Wa yubtiluha, na inabatilishwa swala na nini? Al-amalu al-kathir, matendo mengi, harakati nyingi katika swala. Bado umefanya hivi, akasema mfano kathalathi khatawati, kama vile hatua tatu mfululizo zabatilisha swala. Kama utembea hatua tatu pasi na dharura. Wal aklu, kula ndani ya swala kunabatilisha swala. Washurbu, na kunywa ndani ya swala kunabatilisha swala. Wankishafu al-awra, na kufunuka uchi, in lam tustar halan, kama usipositiriwa hapo. Labda mtu ana swala amevaa kikoi, ukapiga upepo paja nje, akaliacha dakika nzima liko pale nje, swala hakuna. Lakini likifunuka akarudisha, swala anayo wala haijabatilika. Tayib. Wa wuqu'u an-najasa, na kutokea najis, kuangukia najis katika nguo, in lam tulqa halan, kama haikuondosha muda huo. Kama nguo yako imeanguka na najis, usipoiondoa muda huo ikabaki muda mrefu, swala huna. Asema min ghamri hamlin, fasna kuibeba hiyo najis. Yani ili uone najis, kwa maana najis imeangukia pale, usishike najis ukaitoa ile najis yenyewe. Kama labda mfano ukapiga nguo ikatoka, haina shida. So kama ndo uanze sasa mwenyewe, sasa unahamisha najisi inaenda sehemu nyingine kwenye mkono, unazidi kuweka mushkila. Wa yubtilu kadhalika, na inabatilisha vile swala sabqul imam, kumtangulia imamu. Swala inabatilika kwa kumtangulia imamu biruknaini fi'liyaini, kwa nguzo mbili za kimatendo. Labda kwa mfano unajua hapa imamu ana rukuu. Kuna baadhi ya mama hivyo, akimaliza mfano, si ndio? Unasikia mfano anasema wa kana Allahu ghafuran rahima. Mama anajua hapa lazima ana rukuu, kapata mlindimo wa nini? Wa sauti. Mwingine utaona kabisa anaachia mikono, hajui amesoma sura gani, lakini kama imamu atarukuu hapa, imamu akiendelea anakaza ana msimamo wake, anaachia mikono vile vile. Sheikh kuona kwenye swala kwamba asirudishi tena hapa, anakaza na mikono yake, anaachia vile mikono yake chini. Hata kuna mwingine akijua imamu kashamaliza hapa, walam yakul lahu kufuwan ahad, anawahi kurukuu, imamu bado. Imamu anakuja, akiona sami Allahu liman hamida, anawahi yeye kwa kumtangulia imamu nguzo mbili tu. Swala mtu hana, swala hana akimtangulia imamu sehemu mbili. Mfano baba kwenda kwenye sijda ya kwanza kamtangulia, kurudi juu kamtangulia, swala hana mtu huyo. Anasema wakadha takhallufu bihima bighairi udhrin,
Vile vile kumchelewa imamu kwa nguzo mbili pasi na udhur, pia mtu swala hana. Labda kwa mfano imamu ameenda kurukuu, wewe bado unasoma suratul Fatiha ukujua, umeganda nayo tu. Imamu akasema sami Allahu liman hamida, wewe unayo suratul Fatiha. Akaenda Allahu akbar, tatu hizo, wewe ndio unaenda kwenye rukuu Allahu akbar, swala huna. Mtu maamuma ni kwa maamuma, bali imamu akikuita nenda mfuate, hauna shida ya kufanya nini, mfuate imamu wala huna shida. Haya, tusalini, tutaendelea baada ya swala. Wabillahi tawfiq. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, huu ni muendelezo wa majlisi ya pili ya kitabu cha Ar-Risala Al-Jami'a wa At-Tadhkira An-Nafi'a. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, hii session ya pili tunamaliza nayo darasa yetu ya leo biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Tuliishia katika mubtilatu sala, tukaona miongoni mwa vibatilishi vya swala ni kumtangulia imamu kwa nguzo moja au nguzo mbili, kwa nguzo moja au nguzo mbili. Wakadha takhallufu bihima bighairi udhrin, pia kumchelewa imamu kwa nguzo mbili. Wala tasihu salatu khalfa kafirin, haisihi sala nyuma ya asiyekuwa muislamu. Wa mraatin, na haisihi sala kuswali nyuma ya mwanamke. Wa khuntha, na khuntha, hasa khuntha mushkil. Ongeza hapo mbele khuntha mushkil, andika khuntha mushkil, khuntha mushkil, mushkilun, khuntha mushkil, khuntha mushkil. Khuntha mushkil ni yule khuntha ambaye hatujui jinsia yake ni ipi, haijulikani, anatutatiza. Ama ikiwa khuntha anafahamika jinsia yake, atakuwa na hukumu ya hiyo jinsia. Maana yake ikiwa jinsia yake ni ya kiume, basi atakuwa ni hukumu jinsia yake ni ya kiume. Lakini khuntha anamsalisha mwanamke, khuntha anamsalisha mwanamke, kwa sababu ikiwa ni mwanamume anafaa kumsalisha mwanamke, ikiwa ni mwanamke basi anakuwa anamsalisha mwanamke mwenzie. Kwa khuntha mushkil atasalisha mwanamke, lakini atasalisha nani? Atasalisha wanaume. Na khuntha, Ali ibn Abi Talib rahmatullahi ta'ala alayhi anamwashiria, anasema ukitaka kumjua khuntha ni upi, ni kwa kuangalia kiungo gani anakitumia kwenye haja mara nyingi, anachokitegemea ni kipi, basi kiungo hicho ndo atahukumiwa huyo ndo wa jinsia hiyo. Kwa sababu kuna wale wana jinsia mbili, na mara nyingine unakuta hata hiyo jinsia nyingine pia nayo inafanya kazi walau kwa uchache. Sasa tutaangalia ipi inafanya kazi kwa wingi, ndio atahukumiwa na jinsia hiyo. Nafikiri ni wale asexual, sijui wale, sio trans. Kuna wale transgender, amebadilisha kutoka kwenye jinsia ya kiume kwenda ya kike, huyu sio khuntha, ili ni wanaume. Na sisi itibari yetu sio kubadilisha kwake jinsia, tunazingatia aslu khilqatihi. Ndio maana yule Mnigeria aliyojibadilisha jina akawa mwanamke, alivyokamatwa akafungwa kwenye jela ya wanaume. Serikali ya Nigeria imemfunga kwenye jela ya wanaume, na yeye kabadilisha jinsia na jinsia ya kike wakati huo, lakini wewe mafaili na kuonyesha wewe ni wa kiume, kwa akafungwa kwenye jela ya kiume, hakufungwa kwenye jela ya wanawake. Hiyo ndo asli, tunamzingatia asli yake. Kwa hiyo khuntha ni yule mtu asexual, ana jinsia mbili, au wengine huwa anakuwa ni mwanamke typically lakini ana jinsia ya kiume. Nywele, kifua, kila kitu hadi shape ni mwanamke lakini ana jinsia ya kiume. Salatul Jum'a wal Jamaa. Idhan kwenye swala ya mwanamke, swala ya Kimarekani ile sio sahihi. Wamarekani wameanzisha system ya mwanamke kupewa misikiti kule Marekani. Kuna misikiti maimamu wake ni wanawake. Swala hiyo haifai nyuma mwanamke huyo wanaume, lakini akiwasalisha wanawake wenzake swala hiyo inafanyaje? Inasihi. Lakini kuwasalisha wanaume haifanyaje? Haisihi. Salatul Jum'a wal Jamaa, swala ya Ijumaa na swala ya jamaa. Wal Jum'atu fardhu ainin, Ijumaa ni faradhi ya ain, ya lazima, kila mtu aswali Ijumaa ni lazima. Ala kulli muslimin, kwa kila muislamu, dhakarin, mwanaume, hurrin, aliyekuwa huru asiwe mtumwa,
hadirin, awe mkazi, bila udhrin shar'iyyin, pasi na udhuru wa kisheria, kalmaradhi, kama vile maradhi, walmatari, na mvua. Manake pakiwa na mvua Ijumaa inakuwa sio lazima, pakiwa na maradhi Ijumaa sio lazima, mtumwa Ijumaa kwake sio lazima, mwanamke Ijumaa kwake sio lazima, ni fardhu ain. Tumeelewana vizuri? Wa min shurut aljum'ati, miongoni mwa masharti, katumia min, baadhi, min litab'id hapo, baadhi, miongoni mwa masharti ya Ijumaa ni alkhutbatani, khutba hizo mbili, wa arkanuhuma, sikiliza, nguzo za khutba, hamdulillahi ta'ala, kumhimidi Allah, uanze pale alhamdulillahi rabbil alamin au innal hamdalillah, ile hatusemi bure bure tu kama tunaamua tuonyeshe ufundi, ni nguzo. Na haujashurutisha nasema useme innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sio sharti, bali ni sunna kutumia mukaddima ule, unaitwa mukaddima tawqifia, kwa sababu mtume aliutumia ule kwenye hutuba zake. Kwa hiyo ule ni bora alaikum ya ahibbatana, mukaddima ule wa innal hamdalillah ni bora kuliko mukaddima mwingine wote. Lakini mukaddima wote utakao utumia ambao unamaanisha hamdulillah ta'ala ni bora. Kwa mfano almuqaddimat as-saj'iyya, mukaddima ya vina ambao watu wengi wanatumia, miongoni mwao ni kiwemo mimi, ni inafaa kutumia kwa sababu yote inamaanisha lengo moja, kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni nguzo ya kwanza kwenye khutba, kumhimidi Allah. Pili, wassalatu ala nabii, kumsalia mtume. Kwa mfano mimi ningesema alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nimemaliza. Usikum bitaqwa Allah, nimemaliza. Anasema wal wasiyatu bittaqwa, nguzo ya tatu, kuwahusia watu ucha Mungu. Ndio nasema usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Khatibu lazima aseme hiyo kwa sababu ni nguzo ya khutba, si kwamba yeye anaamua. Na ukiswali khutba zote duniani za Waislamu utasikia usikum bitaqwa Allah, usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Katika hili napenda nirekebishe kitu kimoja. Kuna baadhi ya makhatibu husema hivi, usi wa iyyakum bitaqwa Allah, yani kana kama ile usi ndio anajihusia mimi, ile usi anafanya ile ya almutakallima, ile usi ni kitendo kile, au swa yusi. Lazima useme usi nafsi, sio usi wa iyyakum. Mmoja nishaye kumsikia anasema hivyo, usi wa iyyakum, si kwamba nausia na nyinyi, sema usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah. Na ni vizuri kujianza wewe, yani kujianza wewe kusema usi nafsi wa iyyakum ni bora zaidi kuliko kuanza usikum wa nafsi, na kuhusia nyinyi na nafsi yangu. Na ihusia nafsi yangu, na hii ndio bora zaidi, na zote zinafaa. Wa qira'atu ayatin min alquran, yani kusoma aya katika Qur'ani, fi ihdahuma, katika moja ya hutuba mbili. Utasikia hutuba za wazee wetu misikiti yao, hutuba pili utasikia, au hutuba ya kwanza takriban utasikia wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun. Sikia anasema hivi, idha qara'ta alqur'ana fastami' lahu wa ansil lahu dhakarun أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم وهو البر الكريم. ونكاتشيني إيابا kusoma aya yoyote sawa sawa, yenye aya inahusiana na maudhui ya khutba au aya nyingine yoyote. Kwa hiyo wazee wakifanya vile usitasema wametoa wapi. Hizi ni nguzo inda Shafi'ia, na nguzo hizi hata kwa Shafi'ia, kwa mfano kumhimidi Allah, kumswalia mtume, kusoma aya, kuwahusia watu ucha Mungu, hizi ni nguzo hata kwa madhehebu mengine. Kwa hiyo usije ukasema wallahu tabaraka wa taala yaqulu, kaambia watu wanafanya bid'a kwenye khutba. Wewe vipi? Wewe vipi bwana? Usiwahusishi watu na bid'a kwenye masala kama haya. Akasema wa qira'atu ayatin min alqur'ani, kwenye mabano mufhima, yenye kufahamisha.
Yani kana kwamba anaashiria ikiwa aya hii kwanza inafahamika, lakini ikiwa ina ishara ya ile maudhui itakuwa ni bora zaidi. Kwa mfano nazungumzia as-sidq, hotuba yangu nazungumzia ukweli, kwa utasoma aya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم. Aya inayoonyesha mahusiano ya kile ulichokisema na hotuba yako, hiyo inakuwa inapendeza zaidi, bali wewe unaonekana ni khatibu ambaye uko uko vizuri, hasa ikiwa mwanzoni ukasoma aya ambazo msikilizaji atajua ni bara'atul istihlal. Msikilizaji anajua bisa khatibu ataongelea bidhul walidaini, kwa sababu mwanzoni amesoma wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Anasema huyu khatibu leo tayari kwenye aya tu hujamwambia maudhui ni nini, kashajua unaongelea nini. Khatibu ukiona unafanya hivi ujue wewe ni smart, the best one. Na ni kitu ambacho makhatibu wengi tunakikosa, kumfanya mwanafunzi ajue kwenye sisi kwenye teaching methods, hasa modern teaching methods, taraiq at-tadris al-haditha, njia za kumfundisha mwanafunzi za kisasa. Unatakiwa mwanafunzi anwani ya somo aitoe yeye kulingana na wewe ulivyotanguliza. Mwalimu akiingia darasani anatakiwa yale maelezo yake anavyotoa mwanafunzi ajue leo tunasoma kitu fulani, au kupitia wao al-asfu dhihni, maswali kuwashirikisha wanavyojibu ndio anatoa anwani pale. Mwanafunzi usimtafunia anwani aikute ubaoni, leo tunasoma topic fulani chwa. Simela vizuri kwenye masomo ambayo yanahitaji kufanya hivyo, unagundua tu tumesoma nini kipindi kilichopita, tumesoma kadha. Hii inaitwa rabtu al-lahiq bis-sabiq. Unafungamanisha topic iliyopita na hii ijayo, kuona wanafunzi iliyopita wameielewa. Said, tuambie topic iliyopita tumesoma nini? Mwalimu tumesoma moja bila tatu. Unaona mkono mwingine kule, sio, kakosea, tumesoma hivi. Pale mwalimu unapata kujua ni namna gani somo lako limeeleweka. Ogopa mwalimu kuuliza, unasomesha afu unauliza umeelewa? Muoga atajificha nyuma ya ndio ya wenzie. Ndio. Yes, anaogopa. Kuna wanafunzi waoga, atachekwa na wenzie au anaogopa ukali wa mwalimu. Lakini mwalimu kwa hiyo inaitwa al-as'ila al-istintajia, anakiwa azalishe maswali fulani ambayo yatampimisha mwanafunzi ameelewa somo. Embu muulize yule, hii vipi? Au waache wabishane wenyewe. Kwa kubishana wale kwanza unajenga confidence kwa mwanafunzi, lakini wengine wanaona kumbe inawezekana kujaribu. Lakini kama kuna mtu alikuwa anamfahamu tofauti, wewe mwalimu unafanya kitu kinaitwa ta'ziz. Ta'ziz ni kutia nguvu upande ule kwa sahihi. Naam, ahsanta. Mmemsikia yule? Basi usahihi ni alosema yule pale. Vile ndo sawa. Kesho wanafunzi wengine lazima wajaribu. Wa hakadha. Idhan والدعاء للمؤمنين في الآخرة، kuombea waumini dua akhira. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala azithibitishe nyoyo zetu katika imani. Mathalan Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba tuingize katika pepo yake, unaombea anasema sio fil akhirah, والدعاء للمؤمنين في الآخرة، kuombea dua waumini khutba ya mwisho. Yani waumini wanaoomba khutba ya mwisho, اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقه من بعده تفرقا معصوما. ونسياسم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. هي ni khutba ya pili, sio khutba ya kwanza. ويجب أن يخطب قائما، ni wajibu ahutuba hali yakuwa amesimama, mutatahhiran, akiwa yuko tahara, mastura al-aura, hali yakuwa amestiri uchi wake. Asihutuba ana kibukta kipensi tunakijikaushi cha umu uchekibobu, mastura al-aura. Aura inakusudia ni aura ya kwenye swala, aura ya kwenye swala ile ambayo ni kitovu na magoti. Ujuban manake endapo zitakosekana nguo nyingine, lakini sikiwepo nguo nyingine ni bora astiri kuanzia mabegani mpaka huko miguuni. Wajibu aljulusu bainahuma, ni wajibu kukaa baina ya khutba mbili. Fauqa tumaninati as-salah, kukaa ambako ni juu ya kutulizana kwa ndani ya swala kule. Unajua tumanina ya swala ile unafuatilia kwenye swala, mfano ukienda kwenye kurukuu tumanina yake unajua ile, basi ongeza kidogo ndio kukaa unapokaa katika jalsa baina khutbataini. Wa aqalluhu, kama anasema Imam Abu Hamid
Al-Ghazali, miqdar ma taqulu subhanallah, kwa uchache subhanallah. Haimaanishi ukae pale mpaka watu wajisahau, unamtafuta khatibu vipi, yupo huko kimya, umetulia pale umekaa tatu nzima, dakika zinakwenda, wewe umetulia tu pale una download material. So lazima hivyo, kikaa pale kidogo unainuka unaendelea. Utofauti wa kukaa manake ni nini? Kimaumbile angalau upoe likoe, mwili upoe, umesimama muda mrefu kidogo au nusu saa nzima, unabadilisha rotation ya damu, angalau kama kuna maji unachukua unakunywa kidogo, unasafisha koo, unainuka. Lakini pia hikma ya kimaana pale ni kutenganisha, uonyeshe kwamba hizi hutuba sio moja, hizi hutuba ni mbili. Ndio maana ukianza unaanza na mukaddima mwingine, unawahusia tena waumini mara ya pili na wahusia cha Mungu. Unaona, unakazia yaliyopita kwenye hutuba iliyopita, unawaombea waumini. Tumeelewana vizuri? Kwa kesho mkiwa makhatibu haya mzingatie. Na wale makhatibu ambao mnafanya hutuba kila siku, hiki kitu lazima watu wakizingatie. Walmuwala, na kupatisha, kufuatiliza, yani baada ya hutuba hii unafuata hutuba nyingine. Muwala, yani uzilete zile hutuba mbili kwa mpangilio. Afikisha ulete swala mathalan. Si kama uanze hutuba, uanze swala, alafu ulete hutuba. Unaanza swala au unaanza hutuba ya kwanza, maalish, hutuba ya kwanza, kisha ya pili, kisha swala. Muwala kwa mpangilio huu. As-salawatul masnuna. Asema wa salatul jamaa, na swala ya jamaa. Wa salatul janazati, na swala ya jeneza, fardhu kifaya, ni faradhi kifaya. Manake Shafi'iyya wanaona swala ya jamaa sio wajib, sio faradhi ain, ni faradhi kifaya. Manake ikitokea msikitini kuna baadhi ya watu wameswali jamaa, mimi ambaye sijaja msikitini imenitosheleza hiyo. Jamaa sio swala. Swala ni wajibu kwa kila mtu, ila kuhudhuria jamaa Mashafi wao wanasema ni faradhi kifaya, ila kuhudhuria Ijumaa ni faradhi ain. Ndio maana utakuta kuna wazee wetu fulani hivi zamani humuone msikitini yeye. Hii swala nyingine anaswala nyumbani. Ijumaa huyo kaoga kanzu yake vizuri anaenda msikitini, kwa sababu Ijumaa ni faradhi ain. Na mashekhe zao waliwaambia hivyo. Simeona vizuri. Lakini tukichukua na haya madhhabi ya Kishafi, tuulizane, kuhudhuria jamaa na kusali peke yako kipi bora? Kusali kwa jamaa. Twende Kishafi hivi, bora jamaa. Na hakuna mtu ambaye akiambiwa nikupe 10,000 na 100,000 akasema nataka 10,000 sitaki 100,000, si ndio? Na Mtume anasema swala ya jamaa inaizidi swala ya mtu peke yake nyumbani kwake kwa daraja 27. Nyumbani 20 daraja moja. Kwa hiyo mtu muulize 1 na 27 unataka nini? Hawezi kusema nataka 1. Kwa unakuta bado sitaki kwenda kule wale wanaowajibisha. Hapa tukichukulia hii kwamba ni faradhi kifaya, bado una ulazima wewe wa mtu kuja msikitini kuswali jamaa, kwa sababu hizi daraja 27 unazihitaji wewe kuliko hiyo moja. Tunaona vizuri hapo. Lakini madhhab mengine kama madhhab Hanabila wanasema kuswali swala ya jamaa ni wajib. Ni wajib. Na hii ni ikhtilafu kwa wanachuoni kweli. Ibn al-Qayyim ana kitabu inaitwa Kitabu as-Salah. Kasome Kitabu as-Salah. Kikubwa mujalladi mzima kama 400 au 300 peji hivi. Anazungumzia masala haya swala, kumzungumzia tariku as-salah na nini hukumu zake humo ndani. Amezungumzia hayo masala. Kwa hiyo swala za sunna, wal idani, idi mbili kubwa na ndogo, wal kusufani, kusufu mbili kupata kwa jua au na mwezi, wal witru, na swala ya witri sunanun muakkadatun, ni sunna zilizokokotezwa, zilizosisitizwa. Idi mbili ikitokea nenda kaswali. Witri ni sunna iliyokokotezwa, tuswali witri kwa uchache, hata baada ya Isha pale kabla hujaenda nyumbani hapa msikitini, swali raka zako 3, nenda zako nyumbani ukapumzike. Kama unahisi usiku hutaweza kuamka. Wakadha rawatibu sala, vile vile rawatibu sala. Neno rawatib ni wingi wa neno ratiba, lakini ni wingi wa neno ratib.
Ratibu hii ni mshahara, wingi wake ni rawatib, mishahara. Hii ratiba maana yake ni sunna ratiba. Sunna ratiba zile kablia na baadia ndio hizo rawatib. Sasa mwanafunzi anajifunza lugha leo, usio kusema rawatibu swala ukasema mishahara ya swala. Ukatafsiri rawatibu swala ukasema mishahara ya swala. Kwa sababu rawatibu ni nini? Kila terminology na sehemu yake. Rawatibu kwenye fiqh sio mishahara. Ni zile sunna za kablia na baadia zinaitwa rawatib. Sio mishahara ya swala hapa. Ni zile sunna kablia na baadia. Wa dhuha, swala ya dhuha ambao muda wake ni kuanzia kuchomoza jua mpaka kabla ya kufika dhuhuri. Hapo saa 3, saa 4, saa 5, saa 2, saa 1 unaswali nini? Unaswali dhuha. Wa tarawih, swala ya tarawih asema sunanun laha fadlun, hizo ni sunna zenye fadhila. Wa thawabun adhim, na thawabu zake ni kubwa. Thawabu zake ni kubwa. As-sawm, funga. Wa amma as-sawm, amma funga, wa huwa thalith min arkani al-islam, nao ni ya tatu katika nguzo za Uislamu. Fa huwa, nayo ni definition yake, imsakun, ni kujizuia, maarufun, kuliko kuwa maarufu. Imsak maarufu, yani hata mtu asiposoma anajua kwamba funga ni kujizuia, si ndio? Kujizuia na kula na kunywa. Ala wajhi makhsusin, katika sura maalumu, sura mahususi. Ni mtu kujizuia kwa sura mahususi. Minhu, miongoni mwa umahasusi wa yeye kujizuia, an-niyatu likulli yawmin, ni kutia nia kila siku. Wa tabyituha min al-layli, na kuilaza hiyo nia usiku. Hapo sasa, hapo. Ama Ibn Abi Zaid al-Qirawani katika ar-Risala, na hata walokuja kusherehesha ar-Risala, Malikia anataja, akikuwa Malikia wao kulaza nia usiku sio wajibu. Sio wajibu kulaza nia usiku, ila wajibu ni kulaza nia kwenye usiku wa kwanza wa Ramadhani. Kesho ndio tunafunga mchana. Huu usiku huu utie nia kwamba mimi nitafunga hii Ramadhani yote insha Allah, kwa sababu Ramadhani ni ibada kamili yenye package ya siku ngapi? 30. Tumeelewa vizuri? Kwa ukisema nitafunga Ramadhani yote, unakuwa umenuia kufunga ile package nzima. Wanasema nia ya kwanza ile ndio ya wajibu. Man lam yubayyit as-siyama min al-layli fala siyama lahu, kama hadithi inasema, ambaye hajalaza nia tangu jana usiku hana funga. Nia inayosudiwa hapa ni ile funga ya siku ya kwanza kabisa, nia siku ya kwanza kule. Ama kila usiku kujaddid nia kila usiku, hiyo ni mustahabu. Wa hadha aidan madhhab al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Malikia na Hanabila wameafikiana kwenye hilo. Kujaddid nia kila usiku ni sunna, au kulinyunia kwa mtu ambaye nia yake imekatika. Kwa mfano, mtu amefunga akaingia kwenye siku zake, karibia siku 3 au siku 4, maana yake nia imekatika, ile yafunga imefanyaje? Imekatika kwa kitu. Huyu akija akianza, anatakiwa alaze nia usiku, kwa sababu ile funga imetoka katika ile maalufi yake, imekatika. Au mtu alikuwa amefunga akaumwa, ikakatika baada siku 5 nzima kaumwa, akianza anatakiwa aanze usiku, atie nia usiku afu ndo aendelee na funga yake. Alikuwa mkazi kafunga, akasafiri hakufunga, akija kuanza kufunga lazima aanze ajaddid nia upya. Kwa hiyo kuirenew nia usiku ni katika sunna za funga, lakini miongoni mwa hizo ni kama alivyosema hapa, kujaddid nia usiku. Ndio maana kila siku misikiti ya Kishafi unasikia a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, nawaitu sawma ghadin an ada'i. Watu baraka hafungi mpaka wanuizwe. Wewe shekhe wangu una miaka 50, ushafunga Ramadhani 50, uwezi mwenyewe kusema nawaitu sawma ghadin. Tujalie kusema maneno kwanza, tujalie kwamba yafaa maneno ya kuyasema. Wewe mwenyewe uwezi kusema nawaitu sawma ghadin mpaka ukaimbishe msikitini. Na kwa nini usijifunze?
Useme mwenyewe. Kwa mwenyewe unakaa nyumbani kwako mwenyewe. Kuna watu Ramadhani hawaswali isipokuwa Isha tu ili wakanuize kwa ajili ya funga ya kesho. Au haswali kabisa, aenda msikitini pale, asikia nawaitu na yeye nje nawaitu. Hajafunga nawaitu. Sasa hizi ni watu gani jamani? Uislamu wetu nia mpaka tunuizwe. Imam kaswalisha, salamu alaykum rahmatullah, salamu alaykum barakatuh. Kapiga zake dua, imam kaondoka huyo. Imamu gani huyo? Hata hajatunuiza. Atoka mtu nyuma kule ta achukua maiki pale nawaitu. Waje kama kuna kijibato fulani kama wewe unajotia nia, mimi natia sasa. Mimi naweka nia hapo. Kwani lazima Kiarabu ukisema kesho nafunga, haisihi? Haisihi, kwani Allah haelewi Kiswahili chako kwamba kesho nitafunga? Na yule ambaye hawezi kusema hayo maneno na waitu soma gadi maana yake funga hana. Kesho nitafunga, si inatosha. Huko kitandani kwako umelala kabisa. Saa 8 usiku umestuka. Sijanuia kesho kufunga. Inshallah kesho nitafunga. Unarudi unalala. Haisi mpaka uende hospitali saa 2 ukatie nia. Popote ulipo, kesho nitafunga basi inatosha. Tena wanachuoni wanasema miongoni mwa kuweza mtu kanuia. Ameweza kula futari leo. Unasikia kesho tunakula nini? Kesho tunafuturu nini? Au daku tunakula nini? Yale maandalizi ya daku tu maana yake nini? Si kesho nitafunga. Kwa sababu kupiga na wewe tusoma gadi, nia ni nini? Sikusudia tu kesho nitafunga. Basi. Tumelala vizuri eh? Tayeb. Wal imsaku, na kujizuia anil mufattirati, kutokana na venye kufunguza vinavyomfunguza mtu, minat taami, katika vyakula, washarabi, na vinywaji, waljimai, na tendo, walistimnai, na masturbation, kutoa manii, walistimnai, na kutoa manii, bimubasharatin, kwa kufanya mubashara, labda kumchezea mwanamke, au kwa kufanya masturbation. Istimnani ikhrajul mani, kujitoa manii mtu sawa sawa, akatumia mwenyewe nyenzo zake zenyewe, au kwa kutumia mubashara, maana yake kumfanyia romance mwanamke. Walistiqaati, na kujitapisha, bilkhiyari au bikhtiyari, kwa kutaka, kwa hiari yake mwenyewe kaamua ajitapishe sawa sawa, kaingiza vidole au anajua hapa mimi nikinusa napata kichefuchefu natapika, akaenda akanusa akatapika, funga hana. Lakini bahati mbaya ana vidonda vya tumbo, kafunga, kapata kizunguzungu na nini, akatapika. Hiyo ni bahati mbaya, funga yake iko pale pale. Anayejitapisha hana funga, lakini anayetapika funga anayo. Wa min tamami saum, na miongoni mwa kutimia funga, kaful jawarihi, ni kuzuia viungo, amma, kutokana na yale ambayo yakrahuhu Allah ta'ala, anayachukia Allah mtukufu, min al-a'dha'i as-sab'a, kutokana na viungo 7. Yani viungo 7 hivyo uvizuie. Al-ati dhikruha, vinavyokuja kutajwa, atavitaja mwishoni huko mwisho kwa kibele cha maasi jawarih. Atataja tumbo, atataja mkono, atataja ulimi, atataja macho, atataja viungo 7, atavitaja mwishoni mwa kitabu hiki. Kwa hiyo ujikinge na maasi kutokana na hivyo viungo 7 ambavyo nitakuja kuvitaja mwishoni. Anasema fa fil hadith, kwa sababu katika hadithi imekuja 5, mambo 5, yufattirna as-saima, yanamfunguza mfungaji. Al-kadhibu, uongo, wal-ghiba, na kusengenya, wan-namima, na kufitinisha, wal-yaminu al-kadhiba, kiapo cha uongo, wan-nadharu bishahwa, na kutazama kwa matamanio, wa fi riwaya wan-nadharu bisu'in, na kumwangalia mwanamke kwa ubaya, ndio bishahwa. Nini hukumu ya hadithi hii au kauli za wanachuoni katika hadithi hii? Imekuja katika kitabu cha Al-Ilal libn Abi Hatim. Mtoto wa Abu Hatim Ar-Razi alimuuliza baba yake kuhusiana na hadithi hii, akajibu akasema, hadha hadithun kadhibun, hii hadithi ni ya uongo. Hukumu ya nini katika hukumu ya hadithi? Kadhalika katika kitabu cha Al-Abatil wal-Manakir was-Sihah wal-Mashahir cha Sheikh Al-Husayn ibn Ibrahim ibn Al-Husayn ibn Ja'far Abu Abdullah Al-Hamadhani
amesema hadha hadithun batil. Hadithi hii ni nini? Ni batil. Hadithi hii ni batil. Na amesema Ath-Tha'labi al-Baghdadi al-Maliki katika sharh ar-Risala akisema hadha indana ala wajhi at-taghlidh wal-majazi. Hii hadithi husema kwamba mambo matano yanafungua, makusudio yake ala wajhi at-taghlidh, kutilia ugumu. Sheria inamtilia ugumu ufungaji, maana yake asiongee uongo. Sawa, at-taghlidh kumkazia, lugha yetu tunasema amemkazia, kumkazia huyu mfungaji. Wal majaz, na ni majazi, maanahu suqutu athawabi bidhalika alayhi, kwa maana thawabu za ile funga yake zinaanguka. Si kwamba mfungaji akiongea uongo funga imebatilika, bali thawabu zinafanyaje? Zinaanguka. Ndio muradi wa hadithi hii. Na hukumu ya hadithi yenyewe ni nini? Ni dhaif, bali nini? Kadhibun, ni uongo, haisihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ukirejea kwenye vitabu unakuta kuna fulani ametajwa na hao ni katika waongo. Wa min tamami saum, na miongoni mwa utimilifu wa funga, taharri al-iftar ala halali, ni kupupia. Taharri, kupupia, al-iftari ala halali, ni kufuturu kitu halali, kufuturu kitu halali. Wa adamu al-istikthari min al-akli, na kutokithirisha kula. Anasema min tamam, mimi nafunga na kula iftari ya kimada wangu, funga yangu ni sahihi. Funga yako ni sahihi, kwa maana Allah hatakudai kuja kulipa hiyo funga, lakini sio tamam. Tena sote kama tamam. Funga, unajua futari, kuna futari kifungua kinywa baada ya kufunga, na kuna futari ule msosi wenyewe ule wa kula. Kile chakula unachokula baada ya kuwa umefungua, kile akiingia kwenye hukumu ya funga. Sitoleka vizuri? Yaani bwana, mimi nimefungua baada ya magharibi nikala tende, hapa ndio nimefungua, si ndio? Nikienda nikachukua tende ya haramu nikafungua, funga yangu ni sahihi sio sahihi? Funga ni sahihi. Hello, haibatiliki. Na kitu cha kwanza kinachotoka kwenye funga sisi ni nini? Kitu cha kwanza ambacho tunatoka kwacho kwenye nia ni nini? Kwenye nia tena. Nishajibu kwenye funga ni nia. Basi. Nimejibu kwa humo. Kitu cha kwanza ambacho mtu anatoka kwenye funga kwacho ni nia. Na ndio maana mtu anaweza asile, lakini mchana tu akasema nimefungulia, basi mimi siendelee na funga. Kaka siendelee na funga, hata kama ajala hana funga siku hiyo mtu huyo. Na ikifika magharibi kwamba mimi nishatoka kwenye funga, nikipata chakula nitakula hapa, lakini hujapata mpaka saa 5 usiku, tunakwambia umefunga. Hujafunga, hujapata kitu cha kufungua, lakini nia ushatoka nayo kwenye nini? Kwenye funga ushatoka. Kwa mfano, anayekula chakula kwa kimada, jambo hili halifai kwa sababu anaishi na mwanamke kwa njia ya haramu, lakini funga yake inakubalika. Naam, inakubalika, funga yake ni sahihi, hakuna mahusiano baina hili na hili. Tumeelewana vizuri hapo? Lakini kitendo chake sio sahihi. Funga yake maadamu tu hali ya kufunga, kipindi cha kufunga hajafanya muharram wowote, hajafanya kibatilishi chochote cha dini cha funga, funga yake inakuwa ni nini? Ni sahihi. Ama yanayokuja baada ya hapo ni madhambi mengine, lakini sio madhambi ya kubatilisha hii funga. Labda atakuwa na uhusiano tu, funga yake inakuwa ni hafifu, mwezi mtukufu na nini, inakuwa sio nzito kama angekuwa baba amemuoa na nini, lakini kusihi funga imesihi, kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatomdai huyu funga siku ya kiyama, wala hatotakiwa alipe. Naam. Funga za sunna sasa, hii hapa inahitaji unuie. Kwa sababu gani? Kabla ya Jumatatu kuna siku nyuma hapa zimepita ulikuwa unakula, na kabla ya Alhamis kuna siku 2 hapa ilikuwa zinapita unakula. Lakini funga za sunna hazishurutishi nia kulaza ya usiku, sio sharti. Unaweza kaamka tu asubuhi nimefunga afu kukubalika, ndio hivyo, sio lazima ulaze nia usiku. Kwa hiyo zikizungumza wewe sawa sawa, kimefanyika hivyo, akijafanyika funga yako iko sawa tu. Funga ya usiku, funga ya sunna nakusudia, haishurutishi nia kwamba ulaze nia usiku, hapana. Kama mtume alipoamka asubuhi kauliza mna chakula, wakasema hatuna. Nyumba nyingine mna chakula, asema hatuna. Asema fa inni idhan saim, nimefunga. Alianza kutia nia asubuhi pale bana, mimi nimefunga, haina neno. Akafunga siku yake iliyobakia yote. Kwa hiyo funga za sunna sio sharti,
Sio sharti kula zania usiku, ni katika funga za faradhi. Lakini pia usikithirishe kula, na bajeti ya kesho, ya iftari ya kesho ipangwe wakati tuna njaa. Afwan, wakati tumeshiba. Yaani baada ya kufuturu magharibi pale ndio panga bajeti ya kesho, iftari ya kesho. Ukipanga wakati una njaa utajaza rundo la iftari hivi. Kwa sababu unakadiria kwa ile njaa yako kwamba hii nitakula hivi. Alafu ukishapika tu pale mnavichezelea mnaviacha. Kwa mkishapika iftari mmeshiba pale tayari, ndio pangeni bajeti ya kesho ya iftari. Mtapanga kidogo kwa sababu utapanga kulingana na shibe yako ile uliyokuwa nayo. Unajua ukishiba ufikiri njaa. Unajua vizuri? Methali unasema aloshiba mkumbuki mwenye njaa, sio uongo. Ukishiba huna uwezo kufikiria njaa ya kesho. Unafikiria njaa ya kesho wakati njaa ikuumi hapo. Ngoja umwe na njaa ndio utajua unavyokumbuka shibe. Wa yanbaghi al-istikthar min as-sawm, na inahitajika kukithirisha kufunga, la siyama hasa al-ayyam al-fadila fi ash-shar'i, yale masiku yaliokuwa bora kisheria kama kusema Jumatatu, Alhamis, masiku meupe, Arafa, Ashura, na kwa mtu akithirisha kufunga hayo. Wabillahi tawfiq, sio tawfiq yangu mimi, wabillahi tawfiq ya mtunzi, sio mimi. Az-zakatu, wabillahi tawfiq ni saini ya kwangu mimi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.